Wakubwa kama upendi mziki, hii video haikuhusu kabisa. Kama unapenda mziki Mwanakitaa, kuna historia ambayo itakufurahisha na inahuzunisha kidogo. Mwanakitaa, kama hujui ni kwamba leo nimekuletea speaker kwanza, Harman Kardon na JBL. Hizi speaker zina historia ambayo ni nzuri sana. Mwanakitaa waliniambia nirudie. Sasa nataka nikwambie kitu Mwanakitaa. Kama hujui, hii JBL imetoka kwenye jina la James Guru Lansing. Mwanzilishi wa hii kampuni alikuwa ni mhandisi wa sauti ambaye alikuwa anaitwa James Lansing. Alianzisha kampuni hiyo mwaka 1946. Baada ya kuendelea Mwanakitaa, mnamo mwaka 1949 jamaa alikumbwa na matatizo mengi sana ya kifedha na matatizo binafsi. Baadaye jamaa alijiua. Baada ya kujiua, ile kampuni iliendelezwa na bwana Thomas. Lakini pia Mwanakitaa, nikiachana na hiyo story ya bwana James, ngoja nikurudishe tena. Mwaka 1953 hii kampuni ambayo unaiona mbele ilikuwa inaitwa Harman Kardon. Hii kampuni founder wake walikuwa ni Sidney Harman, lakini pia na Bernard Kardon, ndo wakatoa jina la Harman Kardon. Katika kuendelea Mwanakitaa, bwana Bernard Kardon akaona kwamba yeye speaker sio vitu vyake, akaachana na hiyo biashara ya speaker na akauza hisa zake zote akamuuzia bwana Sidney Harman, ambaye akaibadilisha hiyo kampuni ikawa inaitwa Harman International. Lakini hakuacha kabisa kutumia jina la Harman Kardon kwa sababu tayari ilikuwa ishaanza kwenda mjini. Na ukumbuke malengo yao makubwa yalikuwa ni kutengeneza vifaa vya sauti ambavyo vinaweza vikatumika majumbani na sehemu zingine ambazo zinaweza zikafanyika na sehemu mbalimbali. Lakini pia Mwanakitaa, katika kuendelea Mwanakitaa, yule bwana Thomas akati anaendeleza kampuni ambayo ilianzishwa na James Lansing ambayo tunasema ni JBL mwaka 1969, Sidney Harman ambaye ni mmiliki wa Harman International akamshawishi ile kampuni ikauzwa ambayo ilikuwa ni JBL. Ina maana JBL na yenyewe ikawa inamilikiwa na Sidney Harman. Kwa zote zikawa chini ya Harman International. Ndio maana Mwanakitaa, kama ujui, kwenye boxi almost zote za JBL huwa zinaandikwa pale by Harman. Maana yake ni nini? Na maana pia na yenyewe ni Harman International. Kitu ambacho kijui Mwanakitaa, katika kuendelea pia mwaka 2011 bwana Sidney Harman alifariki na kampuni yake iliendelea kufanya kazi, lakini mnamo mwaka 2017 kampuni ya Harman International ikanunuliwa na Samsung Electronics. Ikanunuliwa kwa hela nyingi sana. Na hivi tunavyoongea Mwanakitaa, kama wewe ni mmoja wa watu unasemaga siipendi Samsung ila unapenda speaker ya JBL na Harman, na maana wewe unatumia Samsung. Historia leo siko kudhiaki Mwanakitaa, nataka nikupe dodoso kidogo. Mkitaka hii historia vizuri, niambieni, nitawasimulia. Nimesummarize, kuna vitu tumeviruka. Ila ni moja kitu ambacho kinaumiza, jamaa ambaye tunaenjoy sana muziki, mwanzilishi yeye hatuko naye duniani, alijiua kwa matatizo. Ni kitu ambayo inaudhunisha kidogo. Anyway Mwanakitaa, tusiendelee kuudhunika kwa sababu alikufa miaka 9 iliyopita ambapo hata sisi hatukuwepo. Hii hapa Mwanakitaa unayoiona ni Harman Kardon Go Plus Play 3, ni moja ya speaker ambayo inafanya vizuri sana. Lakini pia hii hapa ni Harman Kardon Studio 80, ni moja ya speaker pia ambayo inafanya vizuri. Na hii hapa mbele yako pia ni JBL Boombox 3. Hizi hapa speaker Mwanakitaa ziko sokoni na tumerestock, tuliwaambia. Hii hapa ina rangi mbili. Hii hapa grey na black kama ilivyo. Hii hapa tunauza 965,000 965. Hii hapa tunauza 1,200,000 na yenyewe tuuze 1,265,000. Sawa, kijana hiyo tutakupa. Lakini pia hii hapa Mwanakitaa tulikuwa tunauza 695, sasa hivi tunauza 665. Kijana hiyo tutakupa. Na hizi speaker zote utazipata kitani. Hii hapa ina rangi mbili pia, rangi ya kijeshi na hii hapa rangi nyeusi. Niambie Mwanakitaa, kwenye story ya bwana James Lansing tukija na kwa Harman Kardon, umejifunza nini? Mshikaji aliachana na kampuni akaona speaker sio vitu vyake. Kampuni ikafanikiwa sana, imekuja kuuza 2017 kwa dola za Kimarekani takriban bilioni 8. Ni mambo ambayo yanatufundisha sana tuendelee kupambana.